Mtazamaji wa FMW, mtazamaji wa FMW, ni wakati wako mwingine tena wa kufuatilia kipindi chako pendwa kabisa cha maisha, fikra za wanachuo. Mimi ni Swale Kasim na siku ya leo nipo na mgeni ambaye yeye ni mwanachuo lakini ni maarufu kama mtangazaji wa taifa. Niko naye hapa, atatuambia na yeye pia ana nini ambacho amekuja nacho leo siku ya leo kujadiliana na wewe mwanachuo ambaye unatufuatilia wakati huu, mzazi au mdau tu wa wanachuo. Karibu. Maarufu zaidi wananiita mtangazaji wa taifa kwa sababu ndio jina ambalo ni la brand ambao ndio brand yangu inafahamika hivyo kwa ajili ya masuala kadhaa ya kimaisha. Yes. Unajua nimepata tabu sana kwanza kukupata. Ni changamoto ni nini? Ni kitabu kinabana sana au ni nini kinachokubana zaidi? Hebu tuambie. Sometimes kitabu kinabana kwa sababu sisi tumeshachagua kusoma katika kusoma lakini somehow wengine sisi ni kuna baadhi ya vitu vingine tunajihusisha navyo ukiachana na kusoma. Kwa hivyo inabidi tupige ndege wawili kwa jiwe moja na ndio maana unakuta kwamba kuna muda ratiba inakuwa ipo tight kidogo. Kwanza kabisa chuo sio vita, kusoma sio vita kwa sababu there are different perspective ambazo zimekuwa zikiaminishwa huko mtaani kwamba kusoma ni ngumu, kusoma ni ngumu, yani kusoma, sisi kusoma nonsense, kusoma sio ngumu. Nadhani ugumu ulikuwa mgumu zaidi pale kwenye advanced level na level let's na kindergarten na kitu kama hicho, kwa sababu ukiwa kule kindergarten ama shule ya msingi kule unafundishwa shule, at the same time unafundishwa let's say maadili mema. Ukiwa shule kule namna ya kufuta kamasi, namna ya kubehave ile wanasema personal hygiene, namna ya kuwa msafi, sijui kuzingatia mavazi yako yawe masafi, namna ya kuweza kuwa na nidhamu kwa wakubwa zako na vitu kama hivyo. Lakini ukifika chuo hivyo vitu umesha qualify, ushavipita. Kwa hivyo ukija huku unakuja kusomea kozi yako ambayo umeichagua wewe. Chukulia mfano kama mimi nasoma let's say mass communication au nasoma journalism au nasoma PR. Kwa hivyo mimi nikija pale nakuja kusoma PR yenyewe. Ushanifahamu? Sitakutana tena na masomo, mzigo wa masomo 9 ama mzigo wa masomo 7 au mzigo wa masomo 12 naweka madaftari mgongoni kila siku. Ushanielewa? Kwa hiyo ni perspective ya kwanza kwamba hivi vyote nakuwa nimevifukia. Kwa hiyo nikifika pale mimi nitakuwa nasoma kozi yangu yenyewe tu. Basi. Sawa. Kwa hiyo sasa mara baada ya kuwa nasoma kozi yangu yenyewe, maana yake ni kama nimetua mzigo. Ndio. Mimi nitakuwa nasoma specific, yani na specialize kwenye kile kitu ambacho nakisoma. Let's say kama ni medical doctor. Medical doctor yeye atadili na yeye masuala ya doctor tu. Kama ni masuala ya medicine, kama ni masuala ya tablets, vidonge, treatment, whatever the case, atakuwa anadili na hayo tu. Kwa hiyo kama ni kwenye ubongo wake ulikuwa na asilimia labda 100, alikuwa amevijaza vitu kutoka O level, A level na huko shule ya msingi, ubongo wake unabaki freely kwa asilimia 100. Atakuwa na mega kipande kidogo tu kama asilimia 30 kwa ajili ya kuweza kusoma hiyo kozi yake ambayo ameiapply yeye. Alafu asilimia 70 anabaki na hivi vingine sasa, ndio so shusia kwa mtu mzima. Kuna vitu vingine vya kiutu uzima kwa sababu mtu unakuwa hivyo sasa. Kwa hiyo chuo sio vita. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikatoa ushauri kwa wanachuo ambao wanatarajia kuingia chuo mwaka wa kwanza mwaka huu. Nimeona madirisha katika vyuo mbalimbali yameanza kufunguliwa tokea tarehe 10 juzi. Na hao ambao wanaendelea continuous ni kwamba kiwa chuo pale, chuo ni sehemu ya kusoma, inabidi uwekeze nidhamu, inabidi uwekeze effort yako kwa asilimia 100. Lakini kuna hizi issue nyingine ambazo zinapatikana vioni. Mimi naamini kuna watu ambao wamepata connections nyingi kubwa kutokana na wao kusoma tu vyuo. Mfano mzuri ukiangalia vyuo mbalimbali vinavyopatikana nchini Marekani, kuna vile vyuo ambavyo wanakuwa wanasoma wale wachezaji wa mpira wa kikapu wale. Wale pale wengi wao, yani ukiangalia ligi kuu ya soka nchini Marekani NBA, wengi wao wametoka vyuo. Na connections zimeanzia vioni. Leo tunaona wanasiasa mashuhuri hapa Tanzania. Tunaona viongozi mashuhuri very potential hapa Tanzania. Tunaona madaktari, tunaona watu mbalimbali. Ukiachana na ile elimu yao, pia ile connections ilichangia wao kuwepo hapo kwenye hizo nafasi ambazo wapo mpaka sasa hivi. Kwa hivyo chuo mbali na kwenda kusoma ni sehemu ya kutengeneza networking, kwa sababu ukishatoka pale ndani ya miaka 3 pale tunaenda kusomea kazi. Nikiwa na maana ya kwamba sio tu kwamba kwenda kujiajiri. Unaenda kusomea kazi na unachukua ujuzi pale. Whether kujiajiri ama kwenda kuajiriwa. Ile ndio final stage ya kwako wewe ya kwenda kazini. Kwa sababu ukitoka chuo automatically unaenda kazini. Kwa hiyo pale inabidi usome kwa nidhamu na utengeneze networking, utengeneze connection kubwa ambayo inaweza kukusaidia. Connection kwa maana kwamba uwe na nidhamu. Ushanifahamu? Sisemi nidhamu eti ya kumsalimia mtu, shikamoo bro, shikamoo mwalimu, shikamoo kaka. Hapana. Nikiwa na maana kwamba nidhamu
wewe unaweza kutengeneza vipi mindset yako ikiwa katika msawazo wa kuweza kutengeneza kutafuta ama kutengeneza wanasema system kutengeneza system ambayo ni potential na wewe. Kwamba bwana mbali na connection tu pia ujioneshe, chuo ni sehemu ya kujiuza. Unauza taaluma yako, unauza kipaji chako, unauza ujuzi wako. Kuna ambao wana talenti za soka, pale ndio sehemu ya kuonesha talenti yako. Kuna ambao wana talenti za kudansi, kuimba muziki, kuna ambao wana talenti nyingine za let's say kuogelea na vitu kama hivyo. Ingawa kuna vio ambao vinafundisha michezo, lakini hata hiyo kama unasomea michezo ni sehemu ya kuonesha pia. Na kuna mwingine asomei michezo lakini ana uwezo wa kudansi vizuri, ana uwezo wa kucheza vizuri. Kuna mtu ni mzuri wa kwenye graphics. Kuna mtu ni mzuri wa kwenye let's say kutengeneza mpaka zile picha mbao. Zile picha mbao jamani tunashindwa kutengeneza. Kaa chini. Kwani picha mbao ni nini? Picha mbao wewe ni kupiga tu picha na kuchukua ule ubao wako na kuweza kufitisha picha pale kwenye ubao. Very easy. Lakini kwenye uhodari wa kupiga picha, unapigaje picha yako? Picha yako, your photo can tell a story. Your photo can building magic inside. Ndani kuna magic, kuna maajabu. Ni picha ambayo mtu anaweza akaiona hivi akaishangaa ikawa ina story, ina vitu behind. Fanya hivyo. Mimi naamini kuna wanafunzi ambao wewe nikuchekeshe ndugu yangu Swale. Na ndio maana inatokea ile unakuta kwamba mwanafunzi alienda chuo kwa ajili ya kusomea jambo fulani, lakini yupo mtaani anafanya jambo fulani. Kwa nini unafikiri ni kitu gani? Connection. Na mimi sioni kama kuna dhambi yoyote mtu umeenda kusomea labda jambo fulani, let's say umeenda kusomea labda pharmacy au umeenda kusomea labda education, alafu ukaja mtaani wewe ni mpiga picha hodari ama wewe ni DJ hodari. Kwani hatujai kuona jamani? Inawezekana. Na hivi vyote sehemu ya kujiuza ni wapi? Ni chuo. Kwa sababu chuo ndo platform ambayo inabeba watu wengi. Pale kuna wanachuo wenzako utakuwa nao pale. Huwezi jua wana connection gani kutoka kwa wazazi wao na kwenye chain ya timu ambayo ina chain ya ambayo